Karibu hapa ni kwa sauti ya ufunuo. Katika vipindi vilivyopita tumeona farasi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Leo tunafika kwa muhuri wa nne. Biblia inasema katika Ufunuo 6:7-8, alipofungua muhuri wa nne, nikasikia sauti ya yule kiumbe hai wa nne ikisema, njoo. Nikatazama na tazama, farasi wa rangi ya kijivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na kuzimu akafuatana naye. Sasa swali ni hili: kwa nini farasi huyu ana rangi ya pale? Na kwa nini jina la mpanda farasi ni Mauti? Kulingana na mafundisho ya William Marion Branham, hatupaswi kumtazama huyu kama mpanda farasi mpya kabisa. Branham alifundisha kulibia huyu ni panda farasi yule yule ambaye alionekana katika mihuri iliyotangulia, lakini sasa amefikia hatua yake ya mwisho. Katika muhuri wa kwanza alionekana juu ya farasi mweupe akiwa kama mpinga Kristo. Katika muhuri wa pili tunaona farasi mwekundu. Katika muhuri wa tatu tunaona farasi mweusi, na katika muhuri wa nne rangi zote hizi zinachanganyika na kuwa farasi wa pale. Branham aieleza kwamba farasi huyu anaonekana wa rangi iliyochanganyika. Kwa mtazamo wake, hii inaonyesha mfumo ule ule ukiendelea kubadilika hatua kwa hatua mpaka kufikia hatua ya mnyama, the beast. Na hapa ndipo ujumbe unakuwa mzito. Biblia inasema jina lake ni Mauti, na kuzimu akafuatana naye. Branham alifundisha mauti hapa inahusiana pia na kutenganishwa na Mungu, yaani kifo cha kiroho. Kwa hiyo tunapoendelea na muhuri wa nne, hatuzungumzi tu kuhusu farasi mwenye rangi tofauti. Tunazungumzia hatua ya mwisho ya mfumo wa mpinga Kristo kulingana na mafundisho ya Branham. Lakini swali kubwa bado linabaki: kwa nini Branham alisema farasi wa pale ni mchanganyiko wa rangi tatu? Na mauti na kuzimu vina maana gani katika hatua hii? Hilo ndilo tutakalochunguza katika part 2. Katika part 1 tunaona jambo muhimu: muhuri wa nne hawezi na panda farasi mpya. Kulingana na mafundisho ya William Marion Branham, ni mwendelezo wa yule mpanda farasi tuliyemwona katika mihuri ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa angalia ya mabadiliko ya rangi. Kwanza tunaona farasi mweupe, kisha farasi mwekundu, baadaye farasi mweusi, na katika muhuri wa nne tunaona farasi wa rangi ya kijivu pae. Kwa nini? Branham alieleza hii ya mwisho inaonyesha machanganyiko wa rangi zilizotangulia. Kwa hiyo, kwa tafsiri yake, tunapaswa kumwona huyu kama mfumo ule ule unaoendelea kujifunua hatua kwa hatua. Na hapa ndipo jambo linakuwa zito. Katika Ufunuo 6-8, Biblia inasema, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na kuzimu akafuatana naye. Huyu si mpanda farasi anayekuja kuleta uzima. Jina lake ni Mauti, na nyuma yake kuna kuzimu. Katika mafundisho ya Branham, hili linaonyesha mwisho wa njia ya mfumo huu wa mpinga Kristo. Kile kilichoanza kwa udanganyifu kinafikia hatua ya kuleta mauti ya kiroho. Sasa kumbuka jambo hili: farasi wa kwanza alikuwa mweupe. Hiyo ndio iliyofanya udanganyifu uwe mkubwa, kwa sababu kitu kinaweza kuonekana kizuri kwa nje, lakini ndani yake kikawa tofauti kabisa. Ndiyo maana Branham alisisitiza umuhimu wa neno la Mungu na kutambua udanganyifu wa kiroho. Lakini bado hatujajibu swali kubwa: kwa nini Ufunuo 6-8 inataja upanga, njaa, mauti na wanyama wa mwitu? Na je, mambo haya mani yanaunganishwaje na muhuri wa nne? Sasa turudi Ufunuo 6:3. Biblia inasema kwa yule mpanda farasi alipewa mamlaka juu ya sehemu ya dunia, kuua kwa upanga, kwa njaa, kwa mauti na kwa wanyama wa mwitu wa dunia. Hapa tunapaswa kuangalia jambo moja muhimu katika mafundisho ya Branham. Branham alifundisha kuelekea muhuri wa nne. Tunaona kilele cha mfumo ule wa mpinga Kristo ambao ulikuwa ukijenga nguvu hatua kwa hatua katika mihuri iliyotangulia. Kwa hiyo farasi wa pale si tukio lililotokea bila uhusiano na zile farasi tatu za kwanza. Ni hatua ya mwisho ya mchakato ule ule kulingana na tafsiri yake. Na sasa jina lake ni Mauti. Kwa nini Mauti? Kwa sababu katika uelewa wa Branham, mfumo huu hauishi tu katika mambo ya nje, unaleta pia utengano wa kiroho na Mungu. Ndiyo maana tunapaswa kuwa waangalifu sana na udanganyifu wa kidini. Unaweza kuonekana wa kidini, unaweza kutumia jina la Kristo, unaweza kuonekana mzuri kwa nje, lakini swali muhimu ni, je, unadendana kweli na neno la Mungu? Hili ndilo jambo ambalo Branham alisisitiza mara nyingi katika mafundisho yake kuhusu mihuri. Na sasa tunaona kwa nini muhuri wa nne ni mzito sana. Mauti anaenda na kuzimu anafuata, lakini bado kuna sehemu nyingine muhimu sana ambayo hatujaichunguza. Kwa nini mpanda farasi huyu anapewa mamlaka ya kuua kwa upanga, njaa, mauti na wanyama wa mwitu?
Na haya yote yana uhusiano gani na hatua ya mwisho ya mfumo huu? Mwivu ya mauti na kuzimu. Sasa tuendelee na Ufunuo 6-8. Biblia inasema, na mamlaka akapewa juu ya sehemu ya nne ya dunia, kuua kwa upanga na kwa njaa na kwa mauti na kwa wanyama wa mito wa dunia. Hapa tunaona kwa instant farasi huyu anapewa mamlaka. Hili ni jambo muhimu sana. Maandiko hayasemi unajiacha kwa mamlaka yote bila mipaka. Anapewa mamlaka kwa kiwango fulani. Katika mafundisho ya William Marion Branham kuhusu muhuri wa nne, jambo hili linaunganishwa na hatua ya mwisho ya mfumo wa mpinga Kristo uliokuwa umejifunua katika mihuri iliyotangulia. Kumbuka mlolongo: muhuri wa kwanza, farasi mweupe; muhuri wa pili, farasi mwekundu; muhuri wa tatu, farasi mweusi; muhuri wa nne, farasi wa pili. Kwa hiyo Branham anaonyesha kwa juu hatupaswi kuangalia mihuri hii kama matukio manne yasiyohusiana. Anaiona kama mchakato unaoendelea, na mwisho wake tunaona jina mauti. Kisha Biblia inasema, na kuzimu akafuatana naye. Hii inafanya picha iwe nzito zaidi. Mauti mbele, kuzimu nyuma, na mamlaka ya kuleta uharibifu. Lakini hapa kuna somo muhimu kwa sisi waamini leo. Usipime ukweli kwa muonekano wa nje. Mfumo unaweza kuonekana wa kidini, unaweza kutumia maneno ya Biblia, unaweza hata kuzungumza juu ya Kristo, lakini swali linabaki: je, kila kitu kinaendana na neno la Mungu? Hapo ndipo umuhimu wa ufunuo wa kweli wa neno unapokuwa mkubwa. Branham alisisitiza kuwa la Mungu hawezi kupingana na neno lake mwenyewe. Kwa hiyo Mkristo anapaswa kuchunguza kila fundisho kwa maandiko. Matendo 17:7 inasema watu wa Beroya walikuwa wakichunguza maandiko kila siku ili kuona kama mambo waliofundishwa yalikuwa hivyo. Hilo ni somo muhimu sana. Lakini sasa tunafika kwa sehemu nyingine yenye nguvu. Kwa nini farasi huyu anaitwa Pale Horse? Je, rangi hii ina uhusiano gani na zile farasi tatu zilizomtangulia? Na kwa nini Branham aliona kama mchanganyiko wa rangi zote tatu? Kwa nini farasi wa pale ni mchanganyiko? Sasa tufike jambo muhimu sana katika mafundisho ya William Marion Branham kuhusu muhuri wa nne. Kwa nini Yohana anaona farasi wa rangi ya pale? Ili kuelewa jambo hili, tunahitaji kurudi nyuma kidogo. Kwanza alionekana farasi mweupe, kisha farasi mwekundu, baadaye farasi mweusi, na sasa tunaona farasi wa pale. Branham alifundisha kwa rangi hii ya pale inatokana na changanyiko wa rangi zilizotangulia. Hivyo kwa tafsiri yake, hatuoni mtu pia anayekuja kwa mara ya kwanza. Tunaona mfumo ule ule ukiendelea kubadilika na kujifunua hatua kwa hatua. Na hili ndilo jambo Branham alitaka waamini walione katika mihuri. Udanganyifu hauji kila wakati ukiwa wazi. Mara nyingi huanza kwa kitu kinachoonekana kwa sahihi, kisha hatua kwa hatua huongezeka, na mwisho wake katika muhuri wa nne tunaona jina lake likitajwa wazi: mauti. Kwa hiyo kulingana na mafundisho ya Branham, farasi wa pale natupa picha ya hatua ya mwisho ya mpanda farasi yule yule. Na sasa fikiria jambo hili: kama farasi wa kwanza alikuwa na sura ya kuvutia kiasi ya kariashi, watu wanaweza kudanganyika. Basi tunapaswa kuwa waangalifu sana kutofautisha ukweli wa Mungu na dini ya mwanadamu. Hapa ndipo ujumbe wa mihuri unapokuwa muhimu. Sio tu kujua majina ya farasi, sio tu kujua rangi zao, bali ni kuelewa kile Mungu anachofunua kupitia neno lake. Na katika sehemu inayofuata tutaangalia swali kubwa zaidi: ni nani hasa huyu mpanda farasi kulingana na mafundisho ya Branham? Je, ni mtu mmoja tu au ni mfumo wa kidini unaoendelea kupitia hatua mbalimbali? Huyu mpanda farasi ni nani? Sasa tufikie swali muhimu sana katika muhuri wa nne. Huyu mpanda farasi ni nani? Kulingana na mafundisho ya William Marion Branham, tunapaswa kumfuatilia mpanda farasi huyu tangu muhuri wa kwanza. Branham alifundisha kwasi wahusika tofauti wanaokuja kila muhuri. Anaona mfumo ule ule ukijifunua hatua kwa hatua. Katika muhuri wa kwanza, mpanda farasi anaonekana juu ya farasi mweupe. Katika muhuri wa pili, anaonekana juu ya farasi mwekundu. Katika muhuri wa tatu, anaonekana juu ya farasi mweusi. Na katika muhuri wa nne, tunamuona juu ya farasi wa pale. Kwa hiyo, kwa tafsiri ya Branham, tunapaswa kuangalia mwendelezo wa mpanda farasi mmoja, si kwanza upya kila tunapofungwa muhuri mwingine. Na sasa Ufunuo 6-8 unatupa jina lake. Jina lake ni mauti. Hapa ndipo ujumbe wa muhuri wa nne unakuwa mzito, kwa sababu kile kilichoanza kwa udanganyifu kinafikia mwisho wake katika mauti. Na Biblia inasema, na kuzimu akafuatana naye. Branham alifusisha jambo hili na mfumo wa kidini uliokuwa umejitenga na neno la Mungu na kuendelea kuelekea kwenye utawala wa mpinga Kristo. Lakini lazima tukumbuke jambo hili:
Haya ni mafundisho ya Branham kuhusu maandiko haya. Tunapaswa kuyalinganisha na Biblia yenyewe na kuona kile maandiko yanasema. Kwa hiyo usichukue kila jambo kwa sababu tu mtu amesema. Chunguza neno. Kama Waberoya walivyofanya, sikiliza mafundisho, lakini pia chunguza maandiko kila siku. Na sasa swali linalofuata ni kubwa zaidi. Kwa nini mpanda farasi huyu anaitwa mauti na kuzimu akamfuata? Je, mauti hapa ni kifo cha mwili peki au kuna maana ya kifo cha kiroho? Mauti inamaanisha nini? Sasa tufike kwa neno muhimu sana katika muhuri wa nne. Mauti, Ufunuo 6:8 inasema, na yeye aliyempanda jina lake ni mauti, na kuzimu wakafuatana naye. Kwa mtazamo wa kawaida, tunaweza kufikiria kuwa hapa inazungumziwa tu kuhusu kifo cha mwili. Lakini katika mafundisho ya William Marion Branham kuhusu muhuri wa nne, jambo hili linaenda zaidi ya kifo cha mwili. Branham alifundisha kwa Rabbi Aselondongi, omoni alishomedomo jivo. Mungu, yaani mauti ya kiroho. Na hapo ndipo tunapona uzito wa ujumbe huu. Kwa sababu adui mkubwa wa muamini si lazima aje akiwa na sura ya kutisha. Udanganyifu unaweza kuja katika mfumo wa dini ukiwa na jina la Kristo, lakini ukawa umechanganywa na mambo yasiyo ya neno. Hili ndilo jambo Branham alisisitiza katika mafundisho yake kuhusu mihuri. Neno la Mungu lazima liwe misingi. Usikubali fundisho kwa sababu tulinasikika vizuri. Usilikubali kwa sababu tulinafundishwa na mtu maarufu. Linganisha kila kitu na neno la Mungu. Na sasa tunaanza kuelewa kwa nini kuzimu walimfuata mauti. Picha hii inaonyesha mwisho wa njia ya mfumo ambao, kulingana na tafsiri ya Branham, ulikuwa umeendelea kutoka kwa udanganyifu wa kwanza hadi kufikia hatua ya mwisho, lakini bado kuna jambo kubwa. Ufunuo 6:8 unasema mamlaka ilipewa juu ya sehemu ya nne ya dunia. Inamaanisha nini? Je, ni mamlaka ya moja kwa moja juu ya watu wote? Na sehemu ya nne inaeleweka je katika ujumbe wa muhuri wa nne? Sehemu ya nne ya dunia inamaanisha nini? Sasa tuendelee na Ufunuo 6:8. Biblia inasema kwa mpanda farasi huyo alipewa mamlaka juu ya sehemu ya nne ya dunia, kuwa kwa upanga, njaa, mauti na wanyama wa mwitu. Jambo la kwanza la kuzingatia ni haija Biblia inasema alipewa mamlaka. Kwa hiyo mamlaka haya hayakuwa yasiyo na mipaka. Katika mafundisho ya William Marion Branham kuhusu muhuri wa nne, hii inaonyesha hatua ambayo mfumo huu umefikia nguvu kubwa katika dunia. Lakini jambo kuu si kujaribu kutengeneza hesabu yetu wenyewe ya watu wangapi watangamia. Jambo kuu ni kuona ujumbe wa kiroho wa muhuri huu. Branham alifundisha homa farasi wa pale ni hatua ya mwisho ya ule mfumo uliokuwa ukijifunua katika mihuri iliyotangulia. Ndio maana tunaona maneno mazito: mauti, kuzimu, upanga, njaa na uharibifu. Hii inatufundisha kwa udanganyifu wa kiroho si jambo dogo. Ukianza kuondoka kwa neno la Mungu, mwisho wako unaweza kuwa mbaya sana. Kwa hiyo ujumbe wa muhuri wa nne unatuita kurudi kwa neno la Mungu, sio kwa mawazo ya mwanadamu. Na hapa ndipo tunakaribia kufunga sehemu yetu ya muhuri wa nne. Lakini bado kuna swali moja kubwa sana. Je, muhuri wa nne unatufundisha nini sisi leo? Je, tunapaswa kuogopa? Au kuna ujumbe wa matumaini kwa wale wanaoshikilia neno la Mungu? Ujumbe wa muhuri wa nne kwa Kristo leo. Tumefika sehemu ya mwisho ya mafundisho yetu kuhusu muhuri wa nne. Tumeona farasi wa pale. Tumeona kwa liala jina la mpanda farasi ni mauti. Na Biblia inasema kuzimu akafuatana naye. Kulingana na mafundisho ya William Marion Branham, huyu ni mwendelezo wa yule mpanda farasi alionekana katika mihuri iliyotangulia. Na farasi wa pale unaonyesha hatua ya mwisho ya mfumo huu. Lakini sasa swali muhimu si tu farasi wa pale ni nani? Swali ni mimi nitasimama wapi? Kwa sababu Biblia inatuita tusidanganyike. Yesu alisema katika Mathayo 2:47, angalieni mtu asiwadanganye. Hivyo ujumbe wa mihuri unatufanya turudi kwa jambo moja: neno la Mungu. Usifuate fundisho kwa sababu tu ni maarufu. Usifuate tu kwa sababu tu anaongea kwa nguvu. Chunguza kila kitu kwa maandiko. Hiyo ndio sababu tunapojifunza mafundisho ya Branham, tunapaswa pia kufungua Biblia na kuchunguza kile kinachofundishwa, kwa sababu mwisho wa yote Kristo ndiye msingi wetu na neno la Mungu ndilo kipimo. Kama umefuatilia sehemu zote za mafundisho haya, sasa umeona safari kutoka muhuri wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka muhuri wa nne. Na sasa tunakaribia muhuri wa tano. Huko tutakutana na jambo tofauti kabisa. Roho za wale waliowawa kwa ajili ya neno la Mungu. Kwa nini waliwawa? Walikuwa nani? Kwa nini walipewa mavazi meupe? Na kwa nini waliambiwa wasubiri kidogo? Hiyo ndio mada ya video yetu inayofuata. Muhuri wa tano, Ufunuo 6-9-11. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, bonyeza like, subscribe
na share ili usikose sehemu inayofuata. Mungu awabariki.